mmoja aliyebaki. Na pia adui yenyewe hamjui, maana tangia anazaliwa hajawahi kusikia habari ya mjomba. Kwa mara ya kwanza amekuja kusikia kwenye kinywa cha babu yake akimwambia kwamba mjomba wake ndio amehusika na vifo vya wazazi wake. Kwa hiyo Ricky alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Na Ricky katika maisha yake yote hajawahi kuwaza kuendelea kuishi kijijini. Yeye aliamini mafanikio yapo mjini. Kwa maana kijijini siku zote maisha ni yale yale tu. Utaenda kuwinda, utauza nyama, utapata pesa. Kesho tena utadamka kwenda kuwinda, utapata nyama, utaenda kuuza, utapata pesa. Ukisema ulime utapata chakula, utauza kidogo kikuendeshee maisha yako wakati unasubiri msimu mwingine ufike ulime. Ndio maisha ya kijijini. Na hata ukimkuta mtu amekuja kijijini amelima na akafanikiwa, asilimia kubwa anakuwa ametoka mjini, tayari amewekeza kiasi chake cha pesa. Anajua kabisa hii hapa, hii nimeiweka hii kwa ajili ya kwenda kulima, maana kiasi fulani niuze kwa ajili ya biashara zingine. Unakuta amekuja na pesa za kutosha na mtaji wa kutosha, analima shamba kubwa zaidi, akiwa anajua na watu ambao watafanya vibarua, watafikia malengo yake. Akivuna anatajirika. Yeye anawacha pale pale watu wa kijijini. Nakaja kusema jamaa kapiga hela ule, mwakani nyote mnalima viazi, kisha mwenzenu kapata hela kupitia viazi. Kumbe mwenzenu alikuja na target zake. Hao ndo maisha ya kijijini. Kwa hiyo Ricky alijua kabisa ili yeye afanikiwe hapasi kuendelea kubaki kijijini. Lakini ataondokaje sasa? Njia za kuondokea kwake ndo zikawa gumzo. Najua maisha ya vijijini nao, kijijini kwao yalikuwa kama maisha ya kijijini kwetu sisi huko ambapo tulikuwa tumehadisiwa na wazee wetu. Enzi hizo wazee wetu walituambia kwamba wakiwa wanataka kuangalia TV zote zinapatikana kwa mwenyekiti. Basi ndio ilikuwa kijijini chao cha Kolongo. Uko ukitaka kusikiliza hata taarifa habari tu lazima uende kwa mjumbe. Sababu mjumbe peke yake ndo alikuwa na redio. Kwa hiyo walikuwa wanakusanyika kwenda kusikiliza taarifa habari. Sasa siku katika kukaa akasikia nyimbo kali sana kupitia redio ya mjumbe. Akajua mbona hiyo nyimbo kama ya kwangu? Afu kaimba mtoto wa kike. Hii nyimbo mbona kama ya kwangu? Mimi ndo niliandika hiyo nyimbo nikawa naimba mimi na Rozi. Akakaa, unajua baada ya kusikia ile nyimbo akapata sasa msukumo sasa. Wakwamba mimi siwezi kweli, sitaki kuendelea kubaki huko. Mimi inabidi nisepe mjini. Mimi naamini mafanikio yako town na hapa inabidi mimi nisepe mjini kwa namna yoyote. Basi kabidi awaite washikaji zake akawaeleza, wanangu mimi bwana mwenzenu nimekaa nimewaza na kuwazua. Hapa kijijini hapa majanga wanetu watoto boy. Unaona bwana? Wewe sitangia tunapata akili kila siku tunaenda kuinda na kurudi na kwenda kuuza kupata visenti kula. Kuna chengine cha maana tunachokifanya ili tufanikiwe anetu tunalikuwa tujitose town. Unaona? Ndeni town tukatafute maisha tujue tunasaidia vipi wazazi wetu waliokuepo nyuma huku. Unaona bwana? Yaani Ricky aliongea kana kwamba alikuwa na wazazi vile, kumbe hana wazazi. Wenzake ndo ana wazazi, alikuwa anawahamasisha. Shikaji akamwambia, mwanangu hiyo jambo la ukweli kabisa. Sasa mwanae mmoja wa karibu sana akawa anaongea naye kiundani. Akamwambia mwanangu tusepe. Jamaa akamwambia baridi mwanangu, mimi nimekusikia kila kitu ila ngoja niliwasilishe nini kwa wazee. Niliwasilishe kwa wazee alafu atakachoniambia mwanangu takuja nikujibu. Sababu hapa mwanangu kweli mwanangu huko hatuwezi tukakaa kinyonge mwanangu. Inabidi tusepe. Basi kweli akaongea na mshikaji akaondoka, kenda kuongea na wazazi wake. Wazazi wake wakamsikiliza wakamwambia kweli mwanangu na mawazo mazuri. Lakini huyo unataka kuongozana naye. Si mnasema unataka kuongozana na Ricky? Ricky hapaswi kuongozana na mtu. Sababu ingekuwa ni mtu mwingine sisi tungekuruhusu. Lakini unaondoka na Ricky. Ricky familia yake wewe unaijua. Ricky amefanya kuhamia tu hapa kijijini. Amekuja hapa na babu yake. Na babu yake tayari ameshafariki. Kwa hiyo sisi hatujui chimbuko lake. Leo kesho ukienda mjini wewe ukipata matatizo, sisi tunatakiwa tupate msaada kupitia Ricky. Tutampataje Ricky hali ya kuwa tumjui? Hatujui chimbuko lake, tutapataje? Kwa hiyo kitu muhimu ambacho natakiwa uzingatie mwanangu, safari kweli ya mjini unaitaka, lakini uangalie nani unakwenda naye. Sababu babu yake alivyohamia huko, hatujui sisi alifanya soo gani mpaka akahamia huko, alihamia ghafla. Ila tulimpokea kibinadamu. Sasa uwezo kaondoka na mtu ambaye hujui chimbuko lake.
Mchizi baada ya kuambua vile alinyong'onyea sana. Aliona safari tena ndoto za kwenda town ndo zinakata. Na kama ushajua tena wazazi wako wameshaliwekea kitu wameliwekea kitu kikwazo, ukisema ufosi ni kama unaikimbilia laana. Kabidi wasepe bwana. Sepe akaenda akamfuata mwanae akamuelekeza, bwanangu mimi wazazi wameniambia hivi. Ricky bwana ni mtu mwenye moyo wa kipekee sana. Yaani ingekuwa kizazi cha sasa hivi angepayuka tu. Wazazi wako hao wanga hao wanakulostisha, mimi nakwambia wanataka kuchukue mskule wewe. Wanataka kufuge wakati unajua una faida, manake nini? Wanataka kuua. Lakini Ricky alivyosikia kuzungumza maneno mabaya, nimwambia unajua wazazi wako wana maono mazuri. Sababu hata hicho alichokuambia kina maana. Kweli mimi sina ndugu, sina familia. Unaona? Sina familia kabisa. Na tunapoenda kweli inawezekana likapatikana tatizo, wao watahitaji mawasiliano kupitia kwangu. Sasa mimi nikiwasipatikani watanitafuta wapi? Hilo nalo jambo la msingi mwanangu. Wewe usife moyo wala nini. One day yes. Mimi mwanangu nazama town, ila mimi nikienda mwanangu sitokusahau. Mimi likitokea lolote wanangu mimi siwasahau, wote siwasahau. Kwa nyinyi kaeni attention kwamba siku yote wakati wote Ricky mwanetu katangulia, akirudi kama kakutana na maisha yetu wote. Shaelewa bwana blaza? Baada hapo bwana Ricky akabidi asepe na mshikaji asepe. Ricky akaenda kujiandaa. Amejiandaa fresh. Baada hapo akapalamia gari la miwa fresh, kaingia zake mjini. Kimbembe kinaanza kwamba Ricky ameingia mjini sawa. Lakini Ricky maisha ya mjini hayajui. Haelewi kabisa ni watu wanaishi vipi. Mwenyewe vitenti vyake ambapo amevipata baada ya kuuza nyama alivyovikusanya kaingia navyo mjini pale, anajiona yeye Zimba. Lakini baada ya kufika pale kila michakato anavyoichora hivi, yani kila anavongaza macho haelewi, yani watu wanaishi vipi hapa. Kwanza kabidi atafute eneo la kulala kwanza, watu wanalalaje. Kaja akagundua kuna watu ambao wanalala kwenye haya nini haya. Madaraja makubwa kama pale ninio pale Ubungo pale. Kijazi pale chini mlo analala kwenye mastendi yale. Kama mastendi yetu kwa mwendo kasi. Au Mbezi kule stendi watu wanalala fresh tu na maisha yanaenda, ni mchawi maboksi tu. Akaona hili mimi naliweza, chati maboksi tu. Maboksi yenyewe sinunui na ukota. Hili mimi naliweza. Basi baridi mwanangu. Ricky akakusanya maboksi yake, katafuta chimbo lake mwenyewe kajibanza, kawa analala. Siku aliyofuata Ricky akati anatembea huku anawaza kipipi pesa vyenyewe ndo vinaisha, vinaelekea kuisha. Alafu unatakiwa nipate pesa kwa ajili ya mahitaji. Sababu kesho na kesho kutwa nitahitaji chakula, nitapata wapi? Na hela yenyewe ndio zinakata bila kujua njia nyingine za kuingiza pesa. Inabidi ni force nijue naingizaje tena pesa. Sababu sio kama kijijini alipotoka kuna hali fulani ya kujua kuna sehemu kuna nini, kuna fyatuliwa tofali, nyumba zote za miti. Kujua kabisa hizi kazi za tofali naweza nikaenda kuninio ili kufocus nipate, hakuna. Unaona bwana? Kwa Ricky bwana akaendelea kuwa mnyonge tu, anatembea kuangalia mandhari za mjini. Sasa katika kupita kwake akakuta kuna washikaji wamekusanyana, unaona bwana, wanaimba. Watu wamewazunguka, yani wanawatunza. Kaona bwana, kumbe kile nilichokuwa nakifanya shule kipindi kile akikuwa miujiza ambayo nina uwezo wa kutengeneza nikatengeneza maisha yangu kupitia hiki kipaji changu kwa namna hii. Basi baridi mwanangu. Basi fresh akarudi zake, kajiandaa siku ya pili yake mwenyewe fresh. Akaingia zake mtaani. Katafuta kiplace chake, akakaa chini, akaanza kugonga gitaa. Kumbuka alipewaga gitaa, nilisahau kuambia kwamba alipewa gitaa baada ya kupewa ahadi na ule kiongozi kule shule kule. Kwa anagonga gitaa, anaimba kinyama. Sasa uimbaji wa Ricky una utofauti mkubwa. Kwanza ana muziki wa design ya tofauti kabisa na wengine. Yaani kiasi kwamba alivyokuwa anaimba watu walivutiwa sana na ule uimbaji wake. Kwao walikusanyika maradufu. Kwa wanamtunza au mwenye hichi, mwenye 100, mwenye 200, mwenye 100 ngapi, wanamrushia vijela. Ricky akatoka pale mtamu. Vijela ona kumbe mjini ndio hivyo wanavyoishi. Baridi.
kenda chimbo lake mwenyewe kalala kama kawaida. Asubuhi kulivyokucha kazunguka kashapiga chai yake, huyo anaingia tena wapi? Pale ndo kama kazini kwake mzee. Anakishaingia anagonga gitaa anaanza kuimba, watu wanajaa wanamtunza. Kaona ndo maisha sasa. Sasa Ricky hakuwa na akili ya kujua kwamba anaweza kujiendeleza vipi kulingana na akili ya kijijini, kulingana na kijiji alichotoka kulivyokuwa ndani, yani alikuwa na maisha ya kule tu yanadumaza akili. Ngumu sana kuadapt na maisha ya mjini anataka vipi. Kwa kifupi yani Ricky alikuwa anaishi maisha yale ya kutoka kwale kwenda kuimba kwenda kulala kwenye stand. Anatoka kuimba anaenda kulala, yani yeye kulala kuimba. Unaona bwana? Siku moja bwana, unajua wakati anapoimba watu ni wengi wa mjini, na watu wa mjini tofauti na watu wa kijijini. Kule watu wanachukua video afu wanaposti kwenye platform tofauti. Unaona bwana? Tofauti na kijijini watu wanaisha kutumbulia macho. Unaona bwana? Kwa unakuta kumbe vile viklipu vyake vimeenda sana. Watu wengi wakawa wanaviona huko mitandaoni jamaa anapokichafua, alipokuwa na uwezo mkubwa wa kuimba. Siku hiyo bwana akapata mgeni bwana. Siku hiyo mwenyewe ametulia zake sehemu yake anapolala kwenye stendi zile, siku ile akapata mgeni. Akamwambia bwana nguwe samahani. Kaja mshikaji fulani hivi, yani kama vile ana matatizo hivi, yani amejaa maplasta upande huu, yani yuko ovyo, yani nywele chafu, yani kama chizi so chizi hivi. Mshikaji mmoja na mwili kamfuata akamwambia bwana Ricky, mimi bwana naomba msaada wako. Mimi bwana hapa nilipo hata kula kwangu kugumu. Sasa mimi nimejaribu kukuangalia mara 2-3 hapa, nikagundua mwenzangu wewe una kitu ambacho kinakusababisha unapata hata riski. Umeona bwana? Sasa mimi nilikuwa naomba msaada bwana. Kwanza nipate kula, maana sijala tangia jana. Cha pili, nipate company ya kuishi na wewe. Tushirikiane kwenye mambo yote tu, kwa sababu mimi sio sielewi. Basi Ricky bwana akaangalia akaona sasa kama mimi mwenyewe sielewi mjini, mwanangu mwenyewe pia elewi. Sasa nikisema nimkunjie na kuaje? Wewe acha tu sisi tutaforce pamoja, acha tu nimkunjulie. Umeona bwana? Basi Baridi akamwambia blaza Baridi usiwazi wala nini, sisi tutaishi pamoja hapa. Usiwazi wala nini, sisi tutaishi pamoja tu mwanangu, hamna kwa hali na mali yani. Kwa namna yote sisi tutaishi, tutapambana kwa design yoyote. Wewe karibu mwanetu hapa kama home tu hapo. Wewe kulala kuna maboksi unaweza.